Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Reverend Justus Omango Nyego. Ninahubiri kanisa la Ekoro PAG linalopatikana kwenye wilaya ya Kianungu, kaunti ya Nyamira, na kukaribisha asubuhi ya leo kwa sababu ya mahubiri. Na siku ya leo ujumbe wangu ninaoenda kuongelea juu ya kukumbukwa na Mungu. Na tunaenda kusoma kutoka kitabu cha Kutoka, sura ni ya 2, mstari ni wa 23, 24. Tusikie vile maandiko yanatuambia. Biblia inasema hivi, nikiangalia Biblia kutakuwa na shida. Biblia inasema hivi, 23 inasema, hata baada ya siku zile nyingi mfalme wa Misri akafa. Wana wa Israeli wakaugua kwa sababu ya ule utumwa, wakalia, kilio chao kikafika juu kwa Mungu kwa sababu ya ule utumwa. 24, Mungu akasikia kuugua kwao. Mungu akakumbuka agano lake alilolifanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo. Sasa ningelipenda tuombe. Baba, katika jina la Yesu, na kuinua asubuhi ya leo nikisema hakika wewe ni Mungu. Tazama mnenaji anayenisikiza, ninamuombea baraka za Yesu. Ninaposhiriki neno na yeye mfalme, naomba unitumie. Tenda mema, wewe ni Mungu. Asante Yesu, maana utatubariki. Kwa Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Sasa nilikuwa nimesema kwamba nitazungumzia jambo kukumbukwa. Najua kwamba kisasi cha Israel wakiwa utumwani walipitia mateso makali, wakaumia wakifanyishwa kazi na watu wa Misri. Au watu wa Israel wakawa wanamulilia Mungu, wakimulilia wakiamini kwamba watakumbukwa. Sasa wakati mmoja kilio chao kikafika uweponi mwa Bwana. Sasa kilio chao kilipofika uweponi mwa Bwana, Mungu akamtuma Musa ili awakomboe kutoka kwenye nchi ya utumwa. Tunaona miujiza ikifanyika kwenye hiyo nchi ya utumwa, lakini mwishowe tunaona wakiajiliwa na mfalme wakatoka kuelekea ili waweze kumwabudu Mungu. Sasa walikumbukwa, kilio chao kilimfikia Mungu. Sasa asubuhi ya leo najua kwamba kuna baadhi ya mifano katika Biblia ya watu waliokumbukwa na Mungu. Tunamuona wapendwa, tunaona nchi ya Nazareth ni nchi iliyokuwa imedharauliwa, lakini kwenye hiyo nchi tunaona ilikumbukwa. Tunamuona Yesu mkombozi akitokea kule. So hiyo nchi ilikumbukwa pamoja na Mungu. Yesu akiwa msalabani, tunamuona mharibifu mmoja akimwambia kwamba unikumbuke utakapoingia katika ufalme. Tunamuona Yesu akimhakikishia, akimwambia siku ya leo utakuwa nami paradiso. Katika Biblia tunaona baadhi ya mifano mingi ya watu waliokumbukwa na Mungu. Sasa siku ya leo ningelipenda kukuhimiza kwamba kukumbukwa na Mungu lazima wewe mwenyewe umkumbuke. Utakapomkumbuka Mungu, hakika yeye atakukumbuka. Wana wa Israel walimkumbuka Mungu. Walipomkumbuka wakajua hata kama wanapitia mateso, siku moja Mungu atawakumbuka. Walipomkumbuka Mungu, walianza kumulilia, wakimuonyesha majozi yao, wakimuonyesha majungu yao, lakini wakati mmoja Mungu aliwakumbuka. So ningelipenda kukuhimiza kwamba utakapomkumbuka Mungu, na yeye atakukumbuka. Inanikumbusha katika Biblia Shadraka, Meshaki na Abednego, wakati mmoja sheria ilipopitishwa ya kwamba waiabudu sanamu, walisema kwamba ijulikane, hata kama Mungu hatatusaidia, ijulikane kwamba tutamuabudu huyu Mungu wetu. Tunaona katika maandiko ya kwamba Mungu wetu aliye hai aliwakumbuka. Hata kwenye moto
alisimama na wao, wakatoka pale wakiwa wazima. Sasa hawa vijana walimkumbuka Mungu. Walipomkumbuka Mungu, Mungu naye pia aliwakumbuka. Tunapomwona Danieli alimkumbuka Mungu. Alipomkumbuka Mungu, hata kwenye lile shimo la simba, Mungu alimkumbuka, akasimama na yeye. Hivyo tutakapomkumbuka Mungu, Mungu pia atatukumbuka. Daudi anasema kwamba Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa kitu. Unilaza kwenye machani mapichi. So Daudi anagundua kwamba Mungu ndiye mchungaji. Tutakapogundua kwamba Mungu ni mchungaji wetu, hatutapungukiwa. Mungu atasimama pamoja nasi, atatuongoza, atatuhifadhi, atatutendea mema, kwa sababu yeye ni Mungu wetu. Kwa hivyo tutakapohitaji Mungu atukumbuke, acha tumuangazie, acha tumukumbuke. Kuna mtu naye nitegea, najua kwamba unapitia machungu, najua kwamba unapitia magonjwa katika familia, kuna shida unayokumbana nayo katika maisha, kuna changamoto unazokumbana nazo. Lakini ningelipenda kukuhimiza, ewe ndugu yangu, ewe dada yangu, mkumbuke Mungu. Jiachilie kwa Mungu. Hakika Mungu atakukumbuka, atakutendea mema, kwa sababu yeye ni Mungu wetu, yeye ni baba yetu. Jambo la pili, ningelipenda kuhimiza kwamba ukitaka kukumbukwa na Mungu, lazima uwe na imani. Imani inafanya mambo makuu. Imani ni kuwa na matumaini kwa kitu kisichoonekana. Kuwa na imani kwamba siku moja Mungu atakuonekania, atakutendea mema, atakuonekania, atakuinua. Yeye ni Mungu wetu na baba yetu. Kisasi cha Israeli wakiwa wanapitia machungu, walimkumbuka Mungu wakimuomba. Walikuwa wanaamini kwamba siku moja Mungu atawakumbuka, na hakika siku ilipowadia Mungu aliwakumbuka, akawatendea mema. Hivyo ningelipenda kukuhimiza kwamba utakapokuwa na imani katika hayo maisha unayoishi, Mungu siku moja atakukumbuka, na hakika utasema Mungu amenikumbuka, na hakika utasema Mungu amenitendea, amenifanyia mambo mazuri, amenifanyia mambo makuu. Wapendwa mnaonisikiza, Biblia inaniambia katika kitabu cha Waibrania sura ni ya 12 na mstari ni wa 6, ya kwamba tutakapokuwa na imani tutampendeza Mungu, na walio na imani wanajua kwamba Mungu wao yu hai na anaishi milele. Wapendwa, kila wakati wacha tuwe na imani, wacha tuwe na matumaini ya kwamba licha ya machungu, licha ya matezo, Mungu wakati mmoja atatukumbuka, atatutendea mema, atatuhifadhi, atatuchukua mahali. Hivyo kuwa na imani ni kitu cha maana, ni kitu kilicho bora. Tunapowakumbuka watu katika Biblia, Ana katika machungu ya matezo, akidhiakiwa na mwenzake, alikuwa na matumaini ya kwamba siku moja Mungu atambariki na mtoto. Na tunamgundua Ana akimulilia Mungu, alimkumbuka Mungu, akimulilia Mungu, akiwa na matumaini kwamba Mungu atamkumbuka. Na hakika wakati ulipotumia, Mungu alimkumbuka, akampa mtoto. Na Mungu alipompa mtoto, alianza kumshukuru, akisema kwamba Mungu amenikumbuka, Mungu anayeinua ni Mungu aliye juu. Hivyo tukiwa na matumaini, najua kwamba Mungu atasimama pamoja nasi na atatukumbuka, atatutendea yaliyo mema, atatutendea yaliyo makuu. Hivyo kila wakati na kila mara, wacha tumkumbuke Mungu katika hali ya kuwa na matumaini. Tutakapokuwa na matumaini, Mungu atatutendea mema. Na finally, jambo la mwisho, ningelipenda kuwahimiza wapendwa, tuwe ni watu wa kuomba. Tunapotoka na tunapoingia, tuwe ni watu wanaoomba. Tutakapokuwa tukiomba, najua kwamba Mungu atasimama nasi. Mtu anayeomba anakuwa na nguvu, mtu asiyeomba hakuangi na nguvu. Mwandishi mmoja anasema, anayeitwa M. Bound, ya kwamba tunapoomba tunampa Mungu kazi ya kufanya. Tunapoomba tunampa Mungu kazi ya kutushughulikia. Hivyo mwenzangu, kuwa muombaji,
Utakapoomba Mungu atakushughulikia, na ninakuhakikishia kwamba wakati mmoja Mungu atakukumbuka, atakutendea mema, na hakika utasema Mungu amenikumbuka, Mungu amenitendea mema. Najua wana wa Israeli wakifika karibu na mto, walipoangalia nyuma wakaona maadui zao, mbele kuna ziwa, upande na upande hakuna njia. Walianza kumulilia Mungu wakiwa na matumaini. Walipomkumbuka Mungu katika hayo maombi, Mungu aliwakumbuka, akawatengenezea njia. Walipofuka kwenye huo mto, walianza kumshukuru Mungu wakisema kwamba Mungu ametukumbuka na Mungu ametutendea mema. Wacha nikuhakikishie, ukimkumbuka Mungu katika maombi, Mungu hakika atakukumbuka na atakutendea mema. Najua katika haya maisha kuna mambo ambayo yamepitia, unasema ninamhitaji Mungu. Siku ya leo ningelipenda kukupa moyo, kukuambia kwamba Mungu yeye ukumbuka. Mungu utakapohitaji akukumbuke, mkumbuke. Utakapohitaji Mungu akukumbuke, kuwa muombaji. Utakapohitaji Mungu akukumbuke, kuwa na imani, na kuhakikishia kwamba Mungu atakukumbuka na atakutendea mema. Siku ya leo najua mtu uko pale, unasema kwamba leo ninahitaji Mungu. Unasema leo ninahitaji Mungu anishughulikie. Atasimama na wewe, atakutendea mema. Ninahitaji tuombe. Penye ulipo, ninahitaji tuombe na wewe ili Mungu akubariki, ili Mungu akutendee mema. Ikiwa uko nyumbani, ikiwa uko kasini, ikiwa unatembea, ningelipenda uchukue muda mfupi ili tuombe na wewe. Funga macho tunapoomba. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako asubuhi ya leo. Ninahitaji Mungu wangu unikumbuke. Katika hali ya ugonjwa ninakuomba unikumbuke. Katika hali ya kutokuwa na kazi ninahitaji Mungu nikumbuke. Katika maisha ya kifamilia yaliyo ya chini, naomba Mungu nikumbuke. Asante Bwana Yesu, maana umenikumbuka. Pokea sifa na utukufu kwa kuwa wewe ni Mungu. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Mtu aseme amina. Wacha nimalize na maombi pia na wewe. Baba, katika jina la Yesu ninakuinua asubuhi ya leo. Ninasema hakika wewe ni Mungu na Baba yetu. Lazima nimeleta himizo kwa mpendwa ambaye amenisikiza. Baba yangu, ninamuombea baraka za Yesu. Nimemuhimiza kwamba Mungu nakumbuka watu. Tazama mfalme wa ajabu, nimewahimiza kwamba wale watu ambao nawakumbuka lazima wakukumbuke. Lazima wawe ni watu wa imani. Lazima wawe ni watu waombaji. Mtendee msikilizaji muujiza, tenda mema, wewe ni mfalme. Walio wagonjwa ninaajilia baraka za uponyaji. Walio jini ninaajilia neema ya kuinuliwa. Baba yangu, tenda mema, wewe ni mfalme. Asante Yesu, maana utajitukuza. Pokea sifa na utukufu, maana wewe ni mfalme. Kwa Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Msikilizaji unayenisikiza, ningelipenda kusema kwamba utakapofuata hayo maneno, naamini kwamba Mungu atakukumbuka. Hadi siku nyingine tutakayokutana na masaa kama haya, pia tutahimizana zaidi na zaidi. Barikiwa nyote kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen.